What's trending asubuhi hii leo msikilizaji, ni Mkenya mmoja tu ambaye anajulikana kama Kithuka Kimonyi. Kithuka Kimonyi, Kenya mwenye miaka 56, ambaye asubuhi hii leo hajalala kwake nyumbani. Ndio, amelala ndani. Yuko ndani. Asubuhi hii leo tukiwa tunaongea hapa, yeye ni mtu ambaye atakuwa anapokea chai. Ni mgeni wa serikali. Ni mgeni wa serikali. Ndio. Yupo katika majumba ya serikali. Atakuwa anakunywa chai ya mlipa ushuru wa serikali. Na sijui kama kuna mkate kule. Wa ni mkate ama wa nini? Ule siku ambayo nilijipata. Ndio. Nimelala pale. Ndio. Mkate upo unapigwa slice kama 3 hivi. Slice 3 hiyo siku mimi nilikula fresh. Slice 3 za nilipiga chai na slice 4 by the way. Slice za serikali na cup of tea, alafu straight away nikaingia kwa Mariam. Ulipakiwa siagi? Haikuwa siagi. Ni kavu. Kithuka Kimonyi ameamka ndani, jinsi wewe uliamka ndani wakati ule. Ameamka akiwa seli kwa sababu huyu jamaa mwenye miaka 56 jana inasemekana kwamba akiwa maeneo ya Dennis Pitt Road kule State House ipo, inasemekana kwamba alimchoma mshale afisa wa GSU ambaye alikuwa na Linda State House. Alimchoma mshale na kumfanya kuaga dunia. Yule afisa wa GSU ambaye sasa hivi hayupo nasi tena. Huyu bwana inasemekana kwamba alimchoma mshale Ramadhan Matanka. Ramadhan Matanka. Mara ya kwanza inasemekana na maafisa wa polisi kwamba alikwenda pale, sijui akitaka kuingia ndani, akaambiwa hawezi kuingia ndani. Wakati polisi walikuwa wanakagua yale magari mawili ya kuingia State House, bas akaenda akajificha nyuma ya gari fulani pale na kuchomoa mshale na kumfyetua na mshale huyu afisa ambaye ni Ramadhan Matanka. Matanka akaanguka akitiririkwa na damu. Ndiyo. Wale maafisa wenzake wa GSU mbio kujaribu kumuokoa, kumkamata huyu bwana Kithuka pia na kumkimbiza katika Kenyatta National Hospital. Tena Ramadhan Matanka ikawa ndio amefika siku yake ya mwisho. Inasemekana kwamba it's emerged. Anasema it's emerged the two were known to each other. Matanka na huyu bwana mwingine. Kithuka? Makile cheki pia tutakuwa tukiangalia katika magazetini pale vile. Ndio. Yona pale katika dailies pale. Okay. Na inasemekana kama mbaya alikuwa hajielewi. Maana yake alikuwa ananiuliza mmenishikia nini? Anauliza maafisa wa polisi, mmenishikia nini? Ndio. Ama nimefanya nini? Ndio. Anaambia haujui umefanya nini? Anasema sijui nimefanya nini. Sasa anaambia basi utajua umefanya nini.